kwa mini nani aitane na kaza boots sana. Bora tunipate madui rafiki mwema kumbuka ndo bado sijui kwa sababu yo kila mtu bize na misho bora ni kwa rafiki marengo Dogo D akiwa na ni Young Killer. Hiyo ikiwa ni miaka ya nyuma sana mzee wangu. Ikiwa ni 2013 ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 10 kutoka pande za Mwanza Rock City, jiji la miamba. Jiji la miamba lenyewe kabisa, kutoka pale K Records. Ngoma ambayo ilifanya vizuri sana kipindi hicho kusema ukweli, umeona watu wengi walipata kumtambua Dogo D baada ya ngoma kama hii ya kutoa na mtu mzima Young Killer, si ndio? Sasa kutoka Mwanza leo tumeweza kumvutia waya Dogo D ambaye sasa hivi anaitwa Dogo D Danger. Dogo D Danger. Kaona Dogo D haitoshi, bora malizie. Sasa Danger kabisa, si ndio? Tumeweza kupiga na story kidogo na akatupitisha kwenye moment ambayo iliyotokea kipindi hiko paka idea nzima ya nahitaji maadui ilivyokuwa. Na watu wengi sana walikuwa hawajui kwamba yule jamaa mwimbaji wa injili Gozbat nani yule? Good Luck Gozbat. Amehusika huko ndani kwa kama ndo producer hiyo ngoma. Dogo D mwenyewe ameweza kufunguka. So tumsikilize Dogo D kwa sababu ni Throwback Thursday. Tuko na soke sana tukiweza kupita na ndugu yetu bwana Dogo D. D Dangerous ndio. Of course baada ile pale haku. Ilikuwa ni kali sana. Ilikuwa kali sana. Nakubali. Yeah. Show Dogo D hapa 10D Angel ndai kama from Black City Mwanza. Maana moja madude yangu pendwa kabisa, madude yangu bora kabisa ni nahitaji maadui. Wimbo bora sana ambao nimefanya na kakaangu Young Killer Msodogi. Kwanza wimbo naweza kusema ulipatikana ilikuwa ni unplanned, bahati mbaya. Unajua mimi nilikuwa tayari na nafasi ya kwanza tayari ambayo nilikuwa nishawahi kuiandika ninayo. Young Killer mdau alikuwa ndo amekuja da kabatika kwa mshindi, akatoa iti la kwanza dia Gambe likaitika. Kwa hiyo muda ambao mimi nafanya naye wimbo kwa ametoa jana na leo ndo kaitoa. Kwa hiyo alipotoa jana na leo alikuja Mwanza. Alipofika Mwanza akanicheki, "Adi uko wapi?" Nikamwambia mimi nipo studio, nilikuwa studio K Records ambayo ipo Kilimayo Mwanza. Kwa akaniambia okay, upo studio? Yes. Akaniambia okay, nakuja muda so mrefu. Kweli akafika pale tukapiga story sana. Kwa hiyo hatukuwa tumeplan kufanya wimbo lakini tukapata vibe, okay brother inabidi uniachie blessing zako, uniachie sauti zako je. Akaniambia tunataka kufanya kitu fulani kizuri. Watu wasichojua producer wa ule wimbo ni Good Luck Gozbat ambaye ni mwimba gospel mzuri kabisa, hitmaker yake kwa kipindi kile alikuwa ana produce pia. Kwa hiyo yeye ndo hitmaker alosababisha ile dude litoke, mmoja kati ya hitmaker kwenye ngoma. Kwa sababu kinitaje mimi mtaje Young Killer, mtaje pia na Good Luck, alihusika kwa upande mkubwa sana, kuanzia kunibadilisha kuanzia pia kuleta ladha mpya, kwa sababu ni hip hop lakini ilikuwa ina utofauti mkubwa sana ukilinganisha na ngoma zilizotoka kwa kipindi kile. Kwa hiyo tukachora pale chorus, tulianza na chorus ambapo alipatia kupitia mstari wangu wa kwanza. Mstari wangu wa kwanza tu unasema nahitaji maadui vitani ni mwage mwani. Kwa hiyo Young Killer akapata kitu, akasema okay tuanze tukaanza chorus kupitia mstari. Ndio tukaanza kutafuta bora tunipate maadui, rafiki mwema kumbuka ndo bado simjui. Sasa akana nataka mimi niingie kwenye chorus lakini naingiaje? Sema kuna maneno inabidi tuyapate yatamke yatakuwa noma. Ndio tukapata hayo, kila mtu bize na mishe, bora nikose rafiki malengo yanafanikisha. So tukafanya, akaandika verse yake, alikuwa chap sana, nafikiri verse yake aliandika kama kwa dakika 2-3 tu akameshamaliza. Tukarecord, tumerecord. Sasa Young Killer alikuwa na process ya kuondoka, alikuwa kai sana, nafikiri alikaa kama siku 4-3. Kwa hiyo ikabidi kesho yake tushutie demo, nafikiri kama sio kesho yake, kesho kutwa yake tushutie demo. Tukamwita director tukashoot, tukakamilisha. Young Killer akawa ameondoka. Kwa hiyo kuondoka Young Killer, ngoma tulikuwa tunabaki nayo sisi, mimi na uongozi wangu mzima ambaye alikuwa hapo Philbert Kabago kama mmoja kati ya watu walikuwa wananipush. Kwa hiyo tukawa tunayo tumeimaliza kuimix kila kitu, video imemaliza kueditiwa. Kwa hiyo tukaanza kuiachia. So tumeiachia is like kama matani tu hivyo, sababu muda huo mimi tayari ngashatoa mpaka wimbo na Neo Mitego, unajua. Kwa hiyo nilikuwa siutegemei kiasi kikubwa sana, kwa sababu wimbo ni Mtego lakini nilitegemea zaidi sababu alikuwa mkubwa lakini haukufika pale. Kwa hiyo ngoma na Young Killer kwa wimbo wangu wa kwanza kufanya na mtu mkubwa, lakini tulitoa kwa sababu kwa ngoma pia mkali sana. Kwa hiyo kuutoa wimbo uka blow up, ndio ukaondoka. Na ulikuwa unaenda mdogo yani. Mwezi tu mwezi unasikia dude inazidi kuhit. Mwezi tu mwezi. Kwa hiyo dude limekuja completely kuhit. Ilichukua kama miezi 5. Tanzania nzima sasa watu wakawa wanalo kichwani. Kwa hiyo nilivyolishtukia na mimi dude limeshaondoka, nikawa na choma nauli na kuja da. Nafanya ma interview, nafanya ma show nayo nalipwa, nafanya hiyo. Kwa hiyo ikawa imenitengenezea pia na mimi nafasi
kwenye game. Kwa hiyo dude likaenda kistaili hiyo. Kile asichokijua kuhusu hilo dude, dude ambalo tuliandikia studio chorus, verse ya pili na verse ya Yankila, lakini verse ya kwanza tayari nilikuwa nayo. Lakini naweza kusema ni wimbo wangu bora sana kwangu mimi, ni blessing sana. Though tuliwahi kufanya wimbo mwingine na Kila ambao hujatoka, lakini ile ilikuwa ni baraka kwangu zaidi ya baraka zote. Kwa hiyo wimbo ambao ulileta vitu vingi kwangu. Kwanza ulinipa nafasi kwenye game, ulinipa kuzingatiwa kwamba Dogo D ni mkali, lakini pia ulileta shows nyingi, kwa hiyo fedha ziliingia. Ni wimbo ambao ulinipa international shows nyingi kuliko ngoma zangu zingine zote. Kwa hiyo ni wimbo ambao niko na blessing sana. Nikipanda stage mpaka leo watu wanautakaga, japokuwa mimi siutaki kuperform, lakini watu wanaudai. Kwa hiyo una namna, kwa sababu ni muda sana. Wimbo sasa una miaka 10 na 6 nafikiri na miaka 10 si rahisi, unajua kukumbuka kila kitu. Kama 11 si kitu kirahisi. Though ni wimbo bora kwangu. Yes, umeinspire my generation yangu. Marapo wengi wametamani kufanya, kwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki. Yes, alikuwa ni mtu mzima Dogo D. Tumeweza kusikiliza na mchongo mzima ulivyokuwa kwa kipindi hiko. Kumbe hata video yenyewe walishutia kwa kutumia demo. Yani baada tu ya kumaliza kurekodi pale, kesho yake Yankila alikuwa anasafiri. Sasa ikawalazimu sasa kutumia demo ndo kwenda kushutia video. Lakini baada ya hapo goma kutoka likawa ni goma moja kubwa sana. Yeah, of course ilisumbua. Sana. Mimi ngoma inatoka niko shuleni kabisa. Mimi pia niko shule. Niko shule sekondari hivi. Kwa hiyo dai ngoma wakati inapigwa nahitaji maadui. Mimi nilikuwa ni perform tools. Ilikuwa ni kali sana. So of course shout out kwa mtu mzima Dogo D, lakini pia shout out kwa Yankila. Na kitu ninachokipenda bwana kama kuhusiana na Good Luck Gozbert, kwamba yeye ndo alikuwa ni producer pale. Zoni nilikuwa najua kipindi hiko yeye pamoja na Lollipop kule, lakini sikufahamu kwamba pia alihusika kwenye nyimbo kama hii. Kwenye ngoma hii ambayo inahitaji maadui. Bwana, leo ni Slowback Saturday, tukaona tupite na mwanetu wa kuitwa Dogo D, tupite na ngoma ambayo inaitwa Nahitaji Maadui. Sometimes kwenye maisha ukiona kwamba marafiki nao unakuwa nao na kuwa unazingua, ni hadi tupate maadui. Lakini mimi naamini ukiwa na maadui ni rahisi kufanikiwa kuliko kuwa na marafiki. Na marafiki, si ndio? Mara nyingi marafiki tunafirishana sisi kwa sisi.